Bwana Yesu asifiwe. Basi ninawasalimia wote kupita jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya hayo, napenda kumshukuru Mungu ambaye amenipa neema hii ya kufika siku hii ya leo, ambayo sio kawaida, sababu haitokani na nguvu zangu na juhudi zangu, bali ni mpango na msaada wake tu ndio umekamilisha haya ya mimi kufika leo. Basi baada ya kumshukuru Mungu, ningependa siku ya leo niweze kuleta jambo hili mbele yenu leo, kwamba sisi tumenunuliwa kwa thamani, kwa gharama kubwa mno. Binadamu wote tumenunuliwa. Ni mpango wa Mungu kuwaleta watu wote kwake. Aliamua kutoa gharama na thamani kwa ajili ya kuwaleta watu wote kwake. Ile thamani aliyoitoa ni ili aweze kumpata kila mwanadamu, kila mtu ambaye yuko katika ulimwengu huu aweze kuwa upande wake. Ndio lengo la Mungu kumtoa mwanawe Yesu Kristo. Ukisoma kitabu kile cha Ufunuo 5 mstari wa 9, inasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kujitoa kufungua kitabu, maana wewe ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila lugha, watu wa kila taifa, watu wa kila jamii, ili wapate kuwa watu wake, ili wapate kuwa watu wa Mungu. Kwa Mungu aliamua kumtoa Yesu Kristo ili awanunue wanadamu wote wa kila kabila, awanunue wanadamu wote wa kila lugha, awanunue wanadamu wote wa kila jamii, ili watu hao waweze kuwa mali yake. Ndio lengo la Mungu kumtoa Yesu Kristo, ili aweze kuwa sehemu ya ununuzi wa binadamu wote. Ndio hata ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume 20 mstari wa 28, nasema kwamba mlichunge lile kundi lote nalo ambalo Mungu mwenyewe alinunua kwa damu yake. Kwa sisi binadamu tumenunuliwa, wanadamu wote tumenunuliwa. Tunafaa tujue kwamba sisi sio mali yetu wenyewe, bali yuko mtu mmoja ambaye alikubali kutoa maisha yake kwa ajili yetu sisi tuweze kuwa mali yake. Hata ukisoma kitabu kile cha Wakorinto wa pili 5 mstari wa 15, anasema kwamba naye alikufa kwa ajili ya wote, yaani ili wale wote wapate tena kuishi kwa ajili yake. Ni ukweli kwamba sisi tumenunuliwa, sisi ni mali ya Mungu mwenyewe, sisi ni miliki ya Mungu mwenyewe. Kwa hata kama tu kwenye ulimwengu huu, tujue kunaye anayemiliki maisha yetu, kunaye ambaye anatamani tuishi kama vile anavyotaka, kunaye ambaye anahitaji tuwe mali yake, kwa sababu alitoa gharama zote, alitoa kila kilichohitajika ili sisi tuweze kuwa mali yake. Biblia inasema kwamba tumeposwa, sisi tumetolewa mali, tumenunuliwa. Tulikuwa tuko chini ya utawala mmoja, akaja mtu akatupenda, akalipa gharama ili sisi tuweze kuwa watu wake. Kwa ndugu zangu, ni ukweli kwamba sisi tumenunuliwa na Kristo. Mungu ametupenda akatoa gharama zote, kama vile kijana akimpenda msichana ili aweze kukubalika katika familia ile ya msichana, huwa anaamua kutoa, kama ni ng'ombe, anaamua kutoa, kama ni fedha, anaamua kutoa chochote ambacho kinaitwa mali, ambacho kinaitwa kwa lugha nyingine posa, ili awe na uhalali wa kumiliki ile msichana, awe mke wake, awe mali yake. Hivyo na Mungu pia, baada ya kuwa sisi tumeasi, baada ya kuwa tumetenda mambo yaliyo kinyume na kwenda kinyume na utaratibu, aliamua kutoa gharama, aliamua kutoa fidia, aliamua kutoa mali ya damu yake ili sisi tuweze kurudi katika kupatanishwa na yeye. Kwa ndugu zangu, na waambeni tuishi tukijua kwamba sisi kunaye aliyetupenda, kunaye aliyelipa gharama kwa ajili yetu, kunaye ambaye ametoa uhai wake, amemwaga damu yake ya thamani kwa ajili yetu sisi. Sisi sio wa kawaida, sisi ni wa thamani sana. Ndio maana Mungu ilimgharimu uhai wa mtoto wake wa pekee kwa ajili yetu, ilimgharimu Kristo afe kwa ajili yetu. Yaani yeye hakuwa na dhambi,
yeye hakuwa na makosa yoyote. Yeye alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mtu mtakatifu, hakuwa na dhambi ya aina yoyote. Kwa sababu ya ule upendo, kwa sababu ya ule uzuri ambao aliuona ndani yetu, aliamua kutoa gharama. Hivyo ndugu zangu, tujue, tuishi tukijua kwamba sisi ndani yetu kuna vitu vya thamani Mungu ameweka ndani yetu, kiasi kwamba gharama yake na thamani yake ni kumtoa mwanawe wa pekee.